Kishakuwa bwana mheshimiwa, simu za vizinga zinakuwa za kutosha. Hivi ina ukweli wowote? Ninachokifanya na dili na zile shida za in general. Yes. System ya kamera ambayo inalitazama soko. Yani kila kunapo kuchwa. Niseme ni endelevu. Kila siku sisi tuko live. Kuna server pale ambapo ukiingia unaona soko zima. Kuna screen ambayo inaendesha. Kwa ule ni mfumo wa kisasa. Ambapo tukiona mtu kama amepotelewa na kitu, tunaweza kubaini nani aliyesababisha kile kitu kipotee. Kuna ulinzi? Yes, ulinzi huko. Tuna security camera pale. Diwani wakati ya Chibelela, lakini pia kiongozi mkuu pale soko la Machinga Complex. Unawezaje kujigawa katika kuhudumia pande hizo mbili? Nina kamati. Nina mabalozi. Nina makatibu. Na mwenyekiti wangu msaidizi. Na kwa mawapi. Na karibu tuendelee katika kipindi chetu cha Amka na 120, ikiwa sasa hivi tupo katika mahojiano ana kwa ana. Wakati tulikuwa tunatoka kuhama katika viwanja ambapo ulikuwa naye Joeli Mwamuzi, na sasa hivi tunaenda kuangazia harakati za kutafuta mkate wa kila siku. Leo tupo katika soko la Machinga Complex, ndipo ambapo macho yetu tunayaangazia pale kuweza kuona fursa, lakini pia na yale yote ambayo yanaendelea, changamoto na mustakabali mzima wa soko la Machinga Complex. Tunaweza kuyapataje hayo? Tayari katika meza yetu tupo na mwenyekiti wa soko la Machinga Complex ambaye yeye atatupitisha katika yote hayo ambayo tunataka leo kuweza kukuletea hapo ulipo mtazamaji na mwanafamilia wa Amka na 120 pamoja na Dolody TV. Karibu sana mwenyekiti. Asante sana. Nikupe nafasi basi uweze kujitambulisha ili watu waweze kukufahamu kwa kina kuhusiana na wewe. Kwa majina naitwa Marco Simoni Magale. Ni mwenyekiti wa soko la Machinga, lakini mheshimiwa diwani wa kata ya Chibelela, wilaya ya Bahi, mkoa wa Dodoma mjini. Mkoa wa Dodoma of course. Karibu sana katika studio za Dolody TV. Kama ambavyo tumeweza kusikia, bwana ni mwenyekiti wa soko la Machinga Complex. Soko la Machinga Complex ni soko maarufu sana hapa Dodoma. Ukifika Dodoma alafu hujatembelea pale Machinga Complex, basi utakuwa ni kama tu hujafika Dodoma. Kwa maana kuna mambo makubwa sana. Lakini katika utambulisho wake ameweza kutuambia pia ni mheshimiwa diwani kutoka kata ya Chibelela, halmashauri ya wilaya ya Bahi, mkoani Dodoma. Tuko naye hapa. Tutaweza kuangazia uongozi, lakini pia tutaweza kuangazia uongozi wake katika kata ya Chibelela kule kwa wananchi wa Bahi. Usitoke, endelea kwa nasi. Mimi naitwa Happy Balisidia. Mwenyekiti, sasa nikirudi kwako, natamani kufahamu kidogo kabla tujaenda mbele. Una kofia mbili. Yes. Diwani. Ndio. Lakini pia mwenyekiti wa soko la Machinga Complex. Yes. Nafasi ipi na kufanya kupokea simu nyingi? Yaani wananchi wa kule Chibelela au wafanya biashara wa Machinga Complex? Simu nyingi ni Machinga Complex. Machinga Complex. Yes. Unafikiri kwa nini na sio kule Chibelela? Kwanza, unajua unapozungumzia habari ya riziki, pale ndo alipo mapambano. Kweli. Kwa hiyo kwenye vita ya kiuchumi, mara nyingi watu wanakuwa wengi sana. Kwa hiyo Machinga pale simu ni nyingi kuliko za watu wa kata ya Chibelela. Unaweza ukazipata simu za kata ya Chibelela kwa wiki labda mara 5, lakini Machinga Complex mpaka unaenda kulala kichwa kinauma. Kichwa kinapasuka. Yes, kweli kweli. simu zinakuwa nyingi. Hapo kabla hatujatoka, kiongozi wanatuambia kwamba ukishakuwa bwana mheshimiwa, simu za vizinga zinakuwa za kutosha. Hivi ina ukweli wowote? Ina ukweli mkubwa sana. Ukweli ni mkubwa sana. Mkubwa mno. Unaamini vipi? Kuna time inafika mtu anakwambia kesho nataka unipeleke hospitali. Sasa unamuuliza hospitali ukupajui, wakati mwingine unajisahaulisha kabisa. Ndio hospitali ukupajui, anakwambia napajua, ila sina hela. Sasa tu unapata changamoto, unaona basi sisi uelewa wetu bado ni finyu sana, kwa sababu ukizingatia mlinzi wa afya yako huwa ni wewe. Sasa ukitaka mtu mwingine aanze kukupambania, kuna changamoto kidogo. Sawa ni kiongozi, lakini kiongozi anafika sehemu ambayo kweli huyu mtu ameshalemewa. Nikisema kila mtu anataka huyu mpeleke hospitali, huyu mtoto wake ana ada. Mwanangu nakuwa baba wa kata nzima. Ni nyingi sana. Jambo ambalo sio rahisi. Chumba anahitaji kwenda kupanga chumba. Hadi chumba. Serious kabisa, na message nazo. Sasa hapo usipohudumia vile wanavyotaka, ndio nakwambia tutakutana tu miaka 5 sio mbali. Miaka 5 sio mbali. Lakini ninachokifanya na dili na zile shida za in general. Yes. Kama ukiangalia mfano kwenye kata yangu pale, tumeweza kutengeneza utaratibu wa kupata wadhamini
ambao wamekuja kutengeneza hostel ya kubeba wanafunzi 104 ambapo pale tumepata milioni karibia 189. Wow. Yes. Kwa hiyo vitu kama hivyo unavifanya kwa sababu ya watu wengi, lakini kwa mtu mmoja mmoja unakuwa una skip. Kweli. Mwenyekiti, leo tunataka sana kuangazia fursa na mustakabali wa soko la Machinga Complex. Yes. Lakini kwa sababu una kofia mbili, tutagusia pia tutagusia kwa kata yako ya Chibelela. Yes. Ila wakati mwingine tunaweza tukakupa muda tukaja sasa tukajadili maendeleo ya kata yako kina gaubaga kabisa, kwamba ni tunatenga tu ni maendeleo na mustakabali mzima wa kata ya Chibelela. Sasa tuweze kutambua kidogo historia yako wewe na soko la Machinga. Ili kuwaje ulianza vipi mpaka wakati huu papo unajikuta huko pale kama mwenyekiti wa soko? Kwanza kuna vitu vingi ambazo wengi wanaweza wasio wanafahamu. Unajua uongozi huwa ni kitu ambacho kinazaliwa na kinakuwa Mungu ameweka neema ndani yako ya kuwa kiongozi. Yeah. Kwa hiyo uongozi huu nimeanza nao muda mrefu. Wow. Sio tu Machinga Complex. Mimi nimewahi kuwa mwenyekiti wa sanaa mkoa wa Dodoma. Aha. Yes. Kumbe na kwenye sanaa huko. Yes, mwaka 2015. Wakati huo Mavunde yuko kwenye mapambano ya jimbo la Dodoma mjini, kwa hiyo alitujengea ofisi pale. Wakati ule ilikuwa inaitwaje pale Machinga nyuma pale kwenye ile eneo kumbi wa CCM pale. Tulijengewa ile jengo, kama mliwahi kuliona, ilikuwa inaitwa Dodoma Kwanza. Yeah, Dodoma Kwanza. Na zile t-shirt zetu nyeusi tulikuwa nazo zenye maandishi ya wakati huo. Dodoma Kwanza ilikuwa sisi ndo wakubwa. Kwa hiyo uongozi nilianzia kuwa nao pale, lakini nyuma nimewahi kuwa kiongozi wa wakulima wa mwagiliaji mboga na matunda. Kata moja Dabalo huko. Dabalo. Yes, nako nilishika nafasi hiyo kwa muda mrefu. Kwa 2022 wakati tumetoka mtaani tumeingia kwenye soko la Machinga, mimi nilijipima nikasema hapana, uongozi wangu unatakiwa sasa ni wakati wa kuanza kuonekana kwenye jamii. Ndio. Maanake kule tulikuwa kama ni dhahabu lakini ilikuwa iko pembeni. Nikasema ni wakati wa kuiangazia mjini. Tulipambana sana, nikawa katibu. Nikawa katibu wa soko la Machinga kwa miaka 3. Yeah. Yes, baada ya kumaliza ile miaka 3, katikati zilitokea vurugu nyingi za hapa na pale, lakini sikuwahi kutetereka. Ndio. Na wala sikuwahi kupotea. Na sikupoteza direction. Kwa hiyo nikawepo na nikaingia kwenye nafasi ya mwenyekiti. Wakaniamini tena mapema, kwa sababu ulishakuwa pale. Yes. Na umehudumia vema wafanyabiashara wa pale. Ndio, na hiyo inaonyesha kabisa kwamba ulikuwa kiongozi bora, kwa sababu unaambia kipimo cha kumpata kiongozi bora ni pale ambapo anachaguliwa tena. Yes. Kama ulishachaguliwa ulikuwa katibu tena wakakurudisha kwa mwenyekiti, basi waliona kwamba unafaa. Lakini mimi nakutabiria bwana, na kuona mbali zaidi, unaweza ukafika mpaka level za waziri. Nakumbuka kuna tukio moja leo kutukutanisha mimi na wewe hapo uwanja wa ndege wa airport Dodoma. Alikuwa anapokelewa kipindi hiko spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Dr. Tulia Ackson. Yes. Wakati ndo amechaguliwa kuwa spika wa mabunge, umoja spika wa mabunge huko duniani huko. Yes. Nikakwambia bwana, unafanana na mheshimiwa mmoja. Unakumbuka nilikwambia nani? Nakumbuka. Bashungwa. Yeah, nilikwambia unafanana naye. Yaani mtu akikuangalia chapu ni kama yeye vile. Kipindi hicho ulikuwa diwani. Sikuwa diwani. Lakini sasa unaona unapita mle na kutabiria bwana utafika mbali zaidi. Mungu atende neema. Sasa tukirudi katika soko la Machinga Complex, kiongozi unapochaguliwa unaenda kuomba kura kwa wananchi, unakuwa una maono ya kulifikisha jambo lako mahali fulani, kwamba yes, unaiona sasa Machinga Complex Dodoma to the next level. Yes. Maono yako ni yapi? Kwanza unajua pale kuna kauli moja sidhani kama inapendwa sana, lakini tunamiliki vijana wenye umri mdogo. Yeah. Kile kizazi kinaitwa cha Gen Z. Yes. Wale vijana mara nyingi ni watu ambao wanahitaji mtu nyooka, yani usiwapindishe, yani wanyooshe. Sasa kwenye kuwanyoosha kuna time na wapa kile ambacho wao wanakuwa wanakihitaji. That's why naendelea kuwa pamoja na wao, lakini nina maono makubwa. Ndani ya miaka 3 nikiwa kama katibu mtendaji mkuu wa soko la Machinga, tulikuwa tunatamani kuwa na umoja wa wafanyabiashara. Tulikuwa tunatamani kuwa na miradi ambayo ni ya wafanyabiashara. Tulikuwa tunatamani kuwa na vyanzo vya uzalishaji wa fedha ambavyo vinamhusu mfanyabiashara moja kwa moja kwenye taasisi yake ya umoja wa wafanyabiashara. Sawa. Lile jambo
kwa asilimia fulani ulikuwa ni jiwe gumu au ulikuwa ni mfupa mgumu. Tulipambana nao sana. Lakini katikati yake kuna siasa, kuna wengine wakawa hawajakubali. Wanakuambia mwanzo tuliingia kwenye soko la machinga tukawa bado hatuelewi, mkao mmeingia nyinyi viongozi ambao hatukuwahitaji. Unajua huwezi kukubalika na watu wote. Kwa hiyo ile hali ilipelekea ule umoja kuwa mgumu sana kuanzisha, pamoja na juhudi ambazo alizifanya mwenyekiti wangu aliyekuwepo wakati ule Othmani Ali. Akaja kaimu ambaye alikaa kwenye ile nafasi Nyamageni Kingamkono. Alipambana kwa nafasi yao, lakini na mimi niliaishi yale maono na nikawa natambua kwamba kuna maono haya nitakuwa tuwe nayo. Ilifika wakati tulishindwa niseme. Tulishindwa kuendelea. Lakini tulistaki sehemu moja tu kwamba sasa tumeweza kulimanage soko, sisi ni viongozi, lakini kuna mahali tukakwama. Tulikwama wapi? Tulikwama kwa sababu ya ujuaji ule waliokuwa nao. Walikuwa wanaamini kwamba hawa sio viongozi sahihi, ngoja uchaguzi uje. Sisi tumeingia kufanya uchaguzi wa awamu ya pili kabla ya utaratibu haujafika kikanoni au ya katiba ya soko. Ambayo inawaruhusu kila baada ya muda gani? Baada ya miaka mitatu. Nao ilikuwa ni mwezi wa 6. Sisi tumefanya uchaguzi mwezi wa 3. Kwa sababu kelele zilikuwa nyingi kwamba hao bwana watu watambui na nini. Basi kwa sababu na sisi tulikuwa tunaamini kwamba tunayoyafanya tuko sahihi na baadhi ya wafanyabiashara wanafurahia. Tunaambia leteni mpira kati. Tukaingia. Yes. Tukaingia madarakani, tukaingia kwenye uchaguzi na Mungu mwema nikawa nimefanikiwa kuwa mwenyekiti. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho nilianza nacho mapema sana, nilianza na jambo la utengenezaji wa soko. Yaani soko ni kama Yesu alivyosema soko wakati ule nadhani kitabu cha Mathayo alisema nyumba ya baba yangu umeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Yes, sasa soko namna ambavyo ilikuwa limewekwa sio malengo ya serikali kuwa soko la muundo ule chuma, mtu anaweza akachoma akaliweka mpaka juu na mwingine akaziba njia safisha lakini sio kawa haupo. Yes. Kwa hiyo sisi tukaingia kwanza kukata vile vyuma kukaa level moja. Tukaja tukatengeneza njia zikawa zimenyooka. Wale wafanyabiashara nadhani mlikuwa mkifika hata nyinyi kwenye matembezi yenu ya kawaida mlikuwa mnawakuta wameizinga barabara ya nje. Yaani njia hakuna, gari inaweza kapita moja lakini pembeni zisipishane. Kweli. Kwa hiyo tuliwaondoa kwanza wote. Pakabakia kweupe, tukarudi kuwapanga. Baada ya kuwapanga kumaliza na utaratibu ukaenda vizuri, tukaingia kwenye utaratibu wa umoja wa wafanyabiashara. Ile jambo tumeliwekea nguvu kubwa na Mungu mwema linaanza kwenda vizuri. Mwanzo kwenye mkutano wa wafanyabiashara walisema bana sisi tunatamani kuwa na SACCOS yetu. Tuwe tuna uwezo wa kukopeshana sisi kwa sisi. Tuwe tuna uwezo tukipata matatizo basi fedha ile itusaidie. Kwenye mkutano walidhamiria kwamba ikifika kiwango cha shilingi milioni 100 ndo tuanze kuweka utaratibu wetu. Yes. Unajua kutamka ni hatua ya kwanza, lakini kutekeleza ni hatua ya pili, na uhalisia ni hatua ya 3. Kwa hiyo ndio ngumu hiyo bwana inakuaga. Kwa hiyo walitamka na sisi tukaona hili jambo linaweza kuwa jepesi. Tukaingia kwenda kuangalia uhalisia jinsi ulivyo. Wamejiunga wafanyabiashara 1700 kama na 39. Wengi mno. Yes, wamejiunga. Ni kama nusu ya soko hivi. Yes, ina maana yake wale walikuwa wamedhamiria kweli jambo hili, walikuwa na kiu nalo. Lakini waliofanikiwa kurejesha fomu ni watu 539. Kwa hiyo ngoma imepungua kidogo. Lakini tunaamini kwa sababu bado tunaendelea kubuy time ili sasa wao waje tupange utaratibu wa kuwa na mkutano wa pamoja ya wale ambao wamejiunga ambao ni 500. Yes, 500. Lakini naamini kuna wengine bado walikuwa wanaendelea kupima upepo. Je, watu wamedhamiria? Japo upotoshwaji ni mwingi. Mwingine anakuambia bana hao mabwana wanaonekana wana nia ya kutupiga pesa, kwa hiyo wanaanzia mbali. Lakini nilipata elimu kidogo kuhusiana na fedha za umma. Wanakuambia kunapokuwa na pesa ya umma TAKUKURU wapo. Sawa. Kweli kabisa. Yaani wao huwa hawawezi kukubali umma udhurumiwe. Kwa hiyo hata ili jambo tunavyoenda naamini serikali ipo, lakini naamini TAKUKURU wanatutazama kwamba hawa watu nia yao kweli ni njema. Wana nia njema, yes. Wana nia hofu. Kwa hiyo
na sisi tunaamini tuna nia njema, that's why tunaendelea kunyosha mbele, tumeziba masikio yetu. Itafika wakati hili jambo litakuwa la furaha. Unajua tumeishi ndani ya miaka mitatu tukiwa tunaishi kwenye muongozo wa jiji, na sisi hatutaki kupingana na jiji. Tunaishi kwenye muongozo wa jiji, lakini jiji haitambui kama mfanyabiashara akifa kwamba kuna percent jiji watoe labda wamsaidie mfanyabiashara. Yeah, kweli. Wao hawana hicho kitu. Sasa sisi kama viongozi lazima tuwe tuna maono ya kumbenefit yule mfanyabiashara. Yeye jiji anaangalia kwamba amelipa ushuru, amemaliza, ameishi kwenye kizimba chake salama, basi umefariki, umeugua, umepata changamoto, yeye hataki kujua. Haimuhusu, yeye iko nje ya uwezo. Kwa hiyo kwa lugha nyingine jiji amejinufaisha yeye. Sasa mfanyabiashara nani anakuwa msemaji wake? Nani anakuwa ndio viongozi wake ambao ni mimi sasa Marco Simon Magale na viongozi wangu na safu yangu. Hongera sana kwa hilo, kwa kweli ni jambo la kupongezwa, kwa maana tunatambua bwana wa machinga, moja ya kitu ambacho ni changamoto kubwa sana ni kupanda na kushuka kwa mitaji. Hasa wanaofanya biashara za nguo. Kuna wakati unachukua mzigo lakini unakupa hasara. Ila kwa maono haya, maana yake moja kwa moja machinga yule anakuwa na uhakika sasa wa mtaji, kwa maana una SACCOS yao ambao kutakuwa kuna vigezo ambavyo vitamwezesha labda ni kitu gani afanye ili aweze kupatiwa mtaji huko atakapofikia kwenye malengo yao walio kusudia. Mheshimiwa diwani, lakini pia mwenyekiti wa soko la Machinga Complex. Bwana, wanasema kwamba soko lile ni la kisasa zaidi. Yes. Na tunauona usasa wake pale. Tunapita sasa hivi tunaona big screen. Maono ya nani yale? Yale ni maono ya mkurugenzi. Sagamiko. I say, hongereni sana. Asante sana. Je, kuna mifumo mingine yoyote ya kidigitali ambayo sasa mnaitumia katika uongozaji wa soko lile? Ipo, kwa sababu tuna system ya kamera ambayo inalitazama soko. Yaani kila kunapo kuchwa, niseme ni endelevu. Kila siku sisi tuko live, kuna server pale ambapo ukiingia unaona soko zima, kuna screen ambayo inaendesha. Kwa ule ni mfumo wa kisasa. Ambapo tukiona mtu kama amepotelewa na kitu, tunaweza kubaini ni nani aliyesababisha kile kitu kipotee. Kuna ulinzi? Yes, ulinzi upo. Tuna security camera pale. Kwa hiyo yale ni maono ya mkurugenzi, na nafikiri kwa Afrika Mashariki nimewahi kutembelea soko moja linaitwa Kikomba. Liko Nairobi pale. Lakini bado hawatufikia. Hawajafikia. Yes. Sioni labda hili la Kariakoo ambalo limewekwa. Au mnajipendelea, mnajimwagia minyama. Hamna. Isije ikawa bwana mnajipendelea. Anafikiri kwa sababu sasa hivi dunia ni worldwide. Unaweza tu kutazama wewe mwenyewe. Labda Kariakoo lile soko jipya ambalo limewekwa lile ndio linaweza likafukuzana na sisi. Lakini sisi tupo kisasa zaidi. Hongereni sana kwa hilo. Haya majengo kama haya unayaona China tu. Safi kabisa. Lakini mwenyekiti, pia tumeshuhudia mikoa mbalimbali, viongozi kutoka sehemu mbalimbali wakitembelea soko la Machinga Complex kwa ajili ya kujifunza. Unafikiri kitu gani kinaweka uspecial huo mpaka watu waje pale waangalie namna gani ya kujifunza kwenye soko lenu, na mmefanikiwa kwa kiasi gani? Kwanza kitendo cha kuweka wafanyabiashara 4500. Unajua lazima halmashauri zingine au majiji mengine waje wajifunze. Imewezekanaje? Kwa sababu kumtoa mfanyabiashara mtaani kwenda kumhifadhi eneo kama lile, changamoto zipo. Lakini wameweza kutoka kwa utaratibu na usikivu mkubwa, wakaenda kukaa. Mtu kama mkoa kama Mwanza wanatamani kuja kujifunza. Imewezekanaje? Ni kweli hao watu wapo. Wakija kweli wanatukuta. Tupo tumetulia. Kwa hiyo wanajifunza na wanatamani kujifunza. Inawezekanaje? Kwa sababu maswali yao mengi huwa wanauliza ilikuwaje wote mkaingia hapa? Mimi kwa sababu mimi sina uzoefu kidogo. Kuanzia mwaka 2022 tuliwahi kutembelewa na watu wa Zambia. Mpaka nje kumbe wanakuja? Washakuja. Tumewahi kutembelewa na watu wa Arusha, madiwani, wamewahi kutembea watu wa Mtwara, wamewahi kututembea watu wa Uganda, wamewahi kutembelea watu wa pembeni kule wanakitaje Kagera nafikiri. Walikuja na Wazanzibar wamekuja. Wanakuja kujifunza. Inawezekanaje hili jambo? Na wao wakati mwingine wanasema huwa kwa sababu wanakujaga mkurugenzi na meya wao, utasikia bana na sisi tukafanye kitu kama hiki. Lakini sidhani kitakuwa kama kile. Kiukweli na kweli sio rahisi sana kwa sababu
naona pia mnaendelea kuliboresha. Yes. Kama hivyo big screen hizo hazikuwepo, lakini sasa hivi ukipita pale watu unaona wanaangalia mpira bwana. Wanaangalia mpira bwana. Wanafurahia huko, wanafanya biashara zao, ni jambo kubwa sana. Lakini mwenyekiti, natamani pia tuweze kufahamu kwenye wengi bwana hapa Coast Nino. Ni kweli watu wanakuja kujifunza, mmewezaje kuwaweka katika eneo moja? Lakini naamini vichwa vinapasuka. Changamoto ni kubwa. Changamoto ipi ambayo inawasumbua zaidi ama inalalamikiwa zaidi na wafanyabiashara wa Machinga Complex? Kwa sasa nisiwasingizie wafanyabiashara. Yaani kwa sasa wametulia. Yaani wajuaji ni wachache sana, lakini ukikosa wajuaji nako unaweza ukapotoka. Unajua kila mtu akikushangilia kwamba wewe ni mzuri, wewe ni mzuri, ile kidogo inaweza isiwe sahihi. Ikakufanya ukabweteka, ukaona. Kwa hiyo zile changamoto, nafikiri kuna mwimbaji mmoja anaitwa Profesa Jerry alisema ili nifanikiwe nahitaji marafiki, ili nifanikiwe zaidi nahitaji maadui. Kwa hiyo ili sisi uongozi wetu uendelee kuwa salama, hizi changamoto tunazitaka. Mnazihitaji. Wale ni watu ambao wanatukumbusha. Kweli. Kwa hiyo niseme changamoto kwa sasa hakuna, ila wanatutazama. Hao wajuaji wachache nao tunatamani waendelee kujua, lakini wasipotoshe. Yani wao waendelee kushikilia hapo kwenye kujua zaidi ili waendelee kutukumbusha. Nafikiri kama tulitembelewa na rais, tulimzuia njiani sisi wafanya biashara. Mlishuhudia. Na ulikuwa mstari wa mbele nakwambia. Kutoka saa 6 unajituma mno. Kutoka saa 6 ile mchana nimehamasisha mpaka saa 10. Rais anapita pale na nilipata nafasi ya kumweleza mambo machache. Nilimwomba mambo matatu. La kwanza nilimwambia kuhusiana na magari kukwepa lile eneo la soko. Ni changamoto ile. Kwa wafanyabiashara kuna changamoto, ila changamoto imekuja kwenye upande wa usimamizi wa magari. LATRA na labda niseme labda na mkurugenzi kidogo kama labda amejisahau kidogo, lakini magari yanalikwepa lile soko. Hayapaswi kulikwepa kwa sababu pale ni chanzo cha mapato. Chanzo cha mapato. Chanzo cha mapato. Kama ni chanzo cha mapato, wanapaswa watu kuangaliwa kwa jicho la tatu. Umeshanielewa? Lakini changamoto ya pili ni wafanyabiashara kurudi maeneo ambayo sio rasmi. Nilimweleza Mheshimiwa Rais. Na jambo la tatu nikamuomba hili korongo lilo mbele ya soko na lenyewe tujengewe soko. Alhamdulillah, mama ni msikivu sana. Naamini lile jambo litafanikiwa. Kwa hiyo tunategemea kuwa na soko jingine tena pale pembeni. Yes, pembeni ambalo linaweza likaanzia General, sawa? Mpaka likaenda labda mpaka Bonanza. Kwa sababu ile soko ile korongo si kubwa na ni eneo kubwa. Kwa hiyo wao wanaweza kaanzia General, ila madam tumeomba sisi, kwa hiyo waanze kutupendea. Unaona Mwamba Ngoma anavutia kwake. Kwa hiyo waanzie kwanza kutujengea eneo la kuku pale Miembeni ili washuke huku chini mpaka soko la Machinga labda mwisho ambapo tunakomea magari yanapoingia roundabout. Baadaye ndo waje waendelee na maeneo mengine. Aise, kwanza kwa maono hayo tu kwamba ni kwamba mmeupiga mwingi. Kabisa. Kwa maana lile eneo pale ukiliangalia mno linakuwa linatumika zaidi kama ni halipendezi kukaa katikati. Halifai kabisa. Kuna watu wanaenda pale wanafanya vitu vya ajabu, ukipita hapa vutia, hakuna usafi huo. Kwa hiyo kama mmeweza kufikiria kutumia changamoto ile kwa fursa, aise, yani nawashukuru sana, pia nawafurahia sana kwa hilo ambalo mmelifanya. Mungu awabariki mno. Napokea sana. Pokeeni viongozi wa Machinga Complex Dodoma. Sasa natamani pia kuelewa mnatumia njia gani kusuluhisha ugomvi unaotokea baina ya viongozi na wafanyabiashara? Ukiwa wewe mwenyekiti unaletewa changamoto baina ya mfanyabiashara na kiongozi, kitu gani ambacho huwa kuna mfano mmoja mara nyingi ninautoa ninapokuepo kwenye mazungumzo yangu. Mfano huo ni hivi: wakati mimi ni Mkristo, Musa wakati anawaondoa wana wa Israeli kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi, sawa, anawatoa Misri anawapeleka nchi ya ahadi, aliongozana na kile kizazi chote. Wakati ameondokana na kile kizazi chote, kuna mkwe wake na Musa alikuwa anaitwa Haruni. Ile safari ilikuwa ndefu na ilikuwa na watu wengi. Lakini Musa alitamani kila mgogoro ambao unatokea kwenye ile safari yeye akausuluhishe. Mkwewe Haruni akamwambia Musa, utapotea, unachelewa, hii safari hamtafika. Tengeneza utaratibu. Kwa hiyo na mimi huwa nayaishi yale maneno ya kibiblia kwamba ili uweze kuwaongoza watu ni lazima utengeneze utaratibu wa ngazi mpaka wakufikie wewe kiongozi mkubwa. Maana yake sasa nina kamati pale. Nina mabalozi pale. Sawa? Jambo la kwanza
kuna kamati ya miundombinu ambayo yenyewe inadili na vizimba, labda mtu kazidisha changamoto yes. Haya, tuna kamati ya maadili ambayo yenyewe inadili na migogoro. Tuna kamati ya mipango, uchumi na fedha. Tuna kamati ya burudani na maafa. Na kamati zingine kamati ya media ambayo yenyewe kazi yake ni kutoa habari. Sawa? Kwa mfano sasa hivi mwenyekiti yuko huku, wao wana taarifa. Sawa. Baadaye na wao wanaweza wakaenda tena tukazungumza. Japo wafanyabiashara sasa hivi wengi wako live. Kwa sababu wanaendelea kuniambia kwamba mwenyekiti, tunaendelea kukusikiliza kwa utulivu mkubwa. Kwa hiyo ikitokea changamoto yoyote kabla haijanifikia mimi, na hakikisha ngazi zote imepita kwa katibu msaidizi. Manake msimamizi wa mabalozi ni katibu msaidizi. Yes, katibu msaidizi anaenda kuripoti kwa katibu mkuu. Katibu mkuu anaweza akaenda moja kwa moja kwa mwenyekiti au kwa makamu ikimpendeza. Yeye anaweza akachagua njia. Lakini habanwi na utaratibu. Lakini mimi huwa natamani aende kwa makamu mwenyekiti. Makamu mwenyekiti anakuja mezani kwangu. Linanifikia lile, tunalisort out. Kwa wakati mwingine kuna kesi hazinifikii kwa sababu zina njia ambazo zinafika zinapata solution zinaishia huko. Jambo jema sana. Ndio. Ni mwenyekiti wa soko la Machinga Complex, ndugu Marcos Muhagai. Marcos Simon Muhagai. Ndio ambaye tuko naye katika meza yetu hii ya Dolwood TV, na kipindi ni Amka na 120. Haya ni mahojiano ana kwa ana, ukiwa naye sambamba kabisa binti mdadisi, tukiweza kudadisi yale yote ambayo hatuyafahamu kutoka soko la Machinga Complex. Tunaelekea mwisho tukiwa tunaenda kuweka nukta, lakini bado hatujamaliza. Endelea kuwa nasi mpaka tutakapokuambia bye. Natamani sasa kufahamu, ukiwa una majukumu mawili, diwani wa kata ya Chibelela lakini pia kiongozi mkuu pale soko la Machinga Complex, unawezaje kujigawa katika kuhudumia pande hizo mbili? Sawa. Nina kamati. Nina mabalozi. Nina makatibu. Na mwenyekiti wangu msaidizi. Na kwa mawapi. Lakini pia ieleweke, mimi niko kwenye kamati ya fedha ya baraza la madiwani. Manake sisi fedha ya wilaya ya Bahi sisi ndio tunaijadili. Na ina wajumbe wachache sana. Kwenye hao wajumbe wachache nafikiri tuko 5 kama sio 7. Sawa? Na mimi nimo kwenye ile kamati ya fedha. Ni kiasi gani serikali na jamii inayonizunguka inaniamini. Kwa hiyo kujigawa kwangu huwa ninaweka utaratibu mzuri wa ugawaji wa majukumu. Nikiwa nina ratiba imenibana. Mfano hapa nitatoka kidogo kwa siku kadhaa. Nafikiri kama siku 20 nitakuwa sipo kabisa. Nitakuwa naendelea kuhudumia kata Chibelela na majukumu ya wilaya Bahi. Makamu wangu mwenyekiti lazima awasiliane na mimi. Nitoe mfano mdogo. Mwigulu Nchemba sasa hivi ni waziri mkuu. Lakini asili yake ni mbunge. Ndio. Si ndio? Kule Ilamba wanamtegemea kama ni mbunge wao. Ndio. Lakini kama taifa linamtegemea kama nani? Kama waziri mkuu. Unadhani watu wa Ilamba wanajutia kuwa na waziri mkuu? Ni fahari kwao. Kwa hiyo wa Machinga wanafurahia kuwa na mwenyekiti ambaye ni diwani na wamebariki. Na wanapata fursa nyingi bila shaka hapo. Kile ambacho ni cha upendeleo unawapatia wa Machinga pale. Yes, na serikali, that's why siku zile mfano kama rais amekuja, nafasi zilikuwa 3. Ya kwanza alikuwa ni kundi la mamalishe. La pili alikuwa bodaboda. Wa 3 alikuwa ni Machinga. Machinga, unajua Machinga tuna muundo tuna viongozi pia wa mkoa ambao ni Machinga. Sawa? Alikuwa ni Christian Msumali. Zile nafasi 3 zikajifunga pale. Lakini nafasi ya 4 niliitafuta mwenyewe. Nikaenda kuzungumza pale ambayo haikuwepo. Lakini kwa sababu ya ile kofia nilimweleza yule bwana, nikamwambia bwana, mimi ni mheshimiwa diwani lakini mwenyekiti pia. Kwa wale watu wa ulinzi na usalama akaniambia okay, sawa, nenda kazungumze. Kwa ile ili ni benefit. Angekuwa mtu mwingine baki, isingekuwa rahisi. Yes. Mwenyekiti, kwanza kuna funzo ambalo mmelitoa kubwa sana. Unajua kuna watu wengi wanaamini kwamba Machinga ni watu waliofeli maisha. Ni watu wa chini.
ni watu ambao hawajaenda shule, ni watu ambao yani wamekosa cha kufanya, akaona tu akaenda akaokote nguo afanye nini auze. Lakini imetuonyesha kwamba machinga ni watu ambao wamekaa darasani pia. Soko la wamachinga bwana linaongozwa na diwani. Ni mheshimiwa diwani. Kusema diwani namkosea heshima. Ni mheshimiwa diwani. Lakini pia ni msomi. Lakini tulishuhudia pia juzi pale wakati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akizungumza pale. Kulikuwa pia na msomi mwingine ambaye ni machinga. Umemtaja hapo Msumari. Anaitwa Christian Msumari. Alituambia kwamba ana degree sija kitu gani. Ni machinga yuko pale. Hii inatuonyesha kwamba wamachinga sio tu watu ambao hawajasoma. Ila ni watu ambao wameamua kutumia fursa zilizopo kwenye jamii. Sasa mwenyekiti, unamwambia nini mwana Dodoma ama kijana ambaye yuko nyumbani akichukulia kwamba wamachinga ni watu waliofeli na aweze kuchangamkia fursa ambazo zinapatikana? Cha kwanza, kijana aliyeko Dodoma na nje ya Dodoma, muamuzi wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Yaani wewe ndio muamuzi wa maisha yako. Sio serikali kama ambavyo wakati mwingine tunadanganyana kwamba serikali inatukosea, inafanya hivi, inafanya hivi. Hapana. Muamuzi wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo kama kuna muda unakaa unachoka, amka, nenda kaianze siku yako vizuri. Sawa? Unatakiwa utambue kwamba maisha yako ni wewe. Anayeweza kuyaharibu maisha yako ni wewe mwenyewe. Anayeweza kuyatengeneza ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo mwana Dodoma, lakini kijana mwenzangu, unapaswa kufahamu kwamba kesho yako inatengenezwa na leo yenye maumivu. Wengi wanaamini kwenye aibu. Mimi nikikumbuka mwaka 2013 nilikuwa napiga debe. Tena debe ile nikisimama one way pale barabara ya 10 ilikuwa nafika hatua watu wengine wakinitazama wanaweza kuona huyu bwana labda hayuko sawa kiakili. Lakini mimi kuna kitu nilikuwa na gain. Nilikuwa nasimama kwenye meza kuanzia saa 4. Wanajua wanaonifahamu. Kuna sehemu fulani nikipitaga wananiambia wateja. Kwa sababu nilikuwa naita sana neno wateja. Nilikuwa naita sana wateja. Wateja njoo niungishe, dada mama njoo niungishe. Ile ilinisaidia kwanza kunipa confidence, lakini mbele ya kundi la watu. Lakini ilinisaidia kwamba kumbe utafutaji hauhitaji aibu. Wengi wamekumbwa na umaskini kwa sababu ya aibu. Yani ile aibu ndio imemsababisha akwame. Na mwisho wa siku unemuonea aibu maisha yake yanaenda. Wala hata kuletea kiroba cha unga nyumbani. Tunashukuru sana kwa ujumbe huu ambao umewachia wana Dodoma. Wito wako kwa serikali, lakini pia uanze na lolote unataka kuambia wamachinga unaoongoza pale, afu umalizie na wito kwa serikali tuka tunaenda kutamatisha. Cha kwanza nitamani wafahamu neno Mhagale ni la kwao watu wa mjini kwa sababu wanashindwa kulitamka. Ila neno jina la Marco Simon linaitwa Mhagale. Ile kama mlishawahi kufuatilia wale wa Azabe wana mishale fulani ambayo ina masikio imekaa hivi. Yaani enda mbele afu inakuwa na masikio. Ile inaitwa ile ndio inaitwa Mhagale. Ndio Mhagale. Yes. Ile ikiingia ukivuta unaweza ukadhurika zaidi. Kwa hiyo lazima uiruhusu ipenye. That's why ninapenya kila mahali kwamba nikiingia lazima nipenye kwa sababu historia ya jina iko hivyo. Lakini wito wangu kwa serikali itambue wamachinga ina imani na serikali. Hasa ilipoamua kwenda kutulia kwenye lile soko. Mama yangu Senyamule, mkuu wa mkoa, lakini mkuu wa wilaya Shekimweri, lakini mkurugenzi Sagamiko na mkuu wa biashara, viwanda na biashara anaitwa Kapula. Na meneja wa kanda Nicholas. Wafanyabiashara wanawaamini. Kwa hiyo yale ambayo waliyazungumza siku zote kwamba ni kilio kwao, hebu myatekeleze haraka. Isije katokea siku moja wakasema sasa na sisi tumechoka, wacha turudi mtaani. Unajua kuna baadhi ya watu wamekuwa sio waaminifu, wanarudi mtaani. Lakini serikali inawatazama. Sijui inawatazama kwa maamuzi yapi, lakini inawatazama. Tunalalamika kwamba magari yanatakiwa kuingia machinga. Tunalalamika kwamba trafiki watoke kwenye eneo la kuingilia waje kwenye eneo la kutokea magari. Lakini mbona hawatoki? Nani ambaye yuko nyuma yao? Malalamiko ni mengi. Ni mengi. Wameanza kuyazungumza tangia mwaka 2022 mpaka leo wanazungumza. Maana yake serikali haioni, mkurugenzi haoni, mkuu wa wilaya haoni, mkuu wa mkoa haoni, au nani huyu Nicholas haoni, mkuu wa kanda au meneja wa kanda. Maana yake wanaona. Kama wanaona
basi ifike hatua sikio lao lisiwe zito. Lisikie na yale ambayo wafanya biashara wanahitaji. Hilo ndio wito wangu. Lakini yote kwa yote, amani ya nchi tunaipenda na tunailinda ipasavyo. Kwa sababu hata Mwalimu Nyerere alisema waambie Watanzania waipende nchi yao kwa sababu hakuna nchi nyingine Sawa sawa. isipokuwa Tanzania. Sana mwenyekiti. Asante sana. Na diwani wa kata ya Chibelela. Asante sana. Karibu sana wakati mwingine kwenye studio zetu, kama ambavyo nimeweza kukwambia. Tutakuhitaji wakati mwingine, sasa tuongelee wana Chibelela tu. Nimeshukuru sana. Amani ya nchi bwana tunaipenda na tutailinda. Asante sana. Hii ni Amka na 120 na haya ni mahojiano ana kwa ana. Mpaka hapa mimi sina tena la zaidi. Tulikuwa naye mwenyekiti wa soko la Machinga Complex ndugu Marcos Muhagari, ambaye tumehitimisha naye hapa wakati huu. Ni mheshimiwa, jamani, namuita ndugu lakini mheshimiwa diwani wa kata ya Chibelela. Nami naitwa binti mdadisi Happy Balisidia. Usitoke, bado tunaendelea hapa na Mwajuma Amani katika trending za mitandaoni. Karibu.